Israeli. Kuna wengine walishasafiri na wakashinda, kwa hivyo wale tunaongelea nao. Kwa hivyo basi safari yetu lazima ni safari tunajua tumeshaanza na tunaelekea wapi. Wakati mwingine tunasahau kwa sabarini, kwa sababu tukiweka kitu kingine macho yetu yamefungwa, hatuwezi kuona tena, hatuoni tena. Kwa hivyo safari yetu kwanza watuzo lazima tuone kama Yohana alisema nataka nimuone Mungu mahali ambapo wengi wanakaa. Unaona wengi somo la pili, lakini kwa sababu hali ile ya kutenganishwa na Mungu haitakani iende beyond Israel. Hiyo haiwezi kuendelea kuingia hapo. Kwa hivyo kwa sababu ikienda beyond Israel ni maana kwamba tutenganishwa na Mungu permanently kama shetani alivyokuwa. Kwa sababu mahali alipo. Na hiyo ndio hali yetu. We have our eyes on the Lord. We have the conscience of the people as well. Lazima tumwangalie Mungu. Hii tunakuwa na wale ambao wana furaha ya milele. Angalia hivi tunasema heri. Maana sisi happy are those who are in heaven. Hao wanakuwa na amani milele, wanapendana tu, hao watu wanakaa pamoja. Na kitu ni kwamba duniani yule Mungu anahaibu, mbinguni hayupo yule Mungu hayupo. Hakuna possibility akuanguka kwenye dhambi. Kwa hivyo kabisa tunasema ya kwamba usiku nzuri. Mungu ni upendo. Praise God. Hallelujah. Sasa tunajua kwamba ukiangalia maisha, wacha maisha duniani, haya maisha ni mafupi. Kwa wengine ni siku chache, kwa wengine ni miaka michache, kwa wengine ni miezi. Kwa hiyo maisha haya yanapita. Tumeambiwa Pastor chapter 2:15-17. Kuna mambo manne. Hapo ngapi? Manne. Tukifikiria mwisho wa maisha tunaangalia mambo manne. Na kwanza inaitwa kifo. Inaitwa nini? Mwambie mwenzako bwana, utakufa bwana. Hiyo sio nzuri. Lakini ndivyo tutakuwa. Begini leo tabia mazingira. Au tabia. Sio. Hiyo ndio kile kinachotokea kubaya. Na hii hali ile tuelewe vizuri, ni lazima tuhakikishe tumetubu dhambi zetu. Haitoshi kubatizwa. Kuna sakramenti inaitwa kitubio. Ili tusije ikawa tutaangukia sehemu nyingine. Sasa lazima tukumbuke kuna kitubio. Kwa hivyo kuna kifo. Na watu kuna judgment. Kuna au hukumu. Mshakufa hivi. Hiyo ndio kuleta hukumu ya mwisho. Lakini hapo unasoma na ile judgment. Au unakuta kwa pale Tanzania. Umeelewa kutokea Tanzania ni nchi gani? Ni Tanzania. Tuongee Tanzania. Kwenye maisha yetu hatuwezi kufanya bila Tanzania kwa sababu the first thing tunafanya Tanzania sisi kama Religious kama watu kwa pamoja tunafanya kwa Tanzania, Malawi, Uganda kwa pamoja. Kwa hiyo ile ya kwamba nakumbuka huko kuna mmoja alifundisha akatuambia shida kubwa ambayo inapata sisi wanadamu ni kwamba mara nyingi maisha yakitulemea unasikia sasa mimi nitafanya nini? Mimi nitajua. Lakini shida ni kwamba mtu ukijua, mtu wa kwanza kukutana na yeye anaitwa Yesu. Anakuuliza my friend, sasa mimi nilikupatia miaka 100. Lakini ulikuwa mapema kuna 25 ya prophet. Mungu ni upendo. Unasema basi ndio nikakabidhi na sabina na anapatia kwa hivi sijakui. Sasa mimi siwezi kuambia huyu sio
Yesu hawezi kukuambia urudi. Kwa hiyo lazima tujue kunayo hukumu. Na hukumu ikifanywa, maanake kuna sehemu mbili tu za kwenda. Either wewe mbinguni, jana tumeshauriwa watakatifu wote, au uende mahali kuna moto unaochoma. Moto. Wale watoto wa Fatima walisema waliona moto, lakini kama unataka kuelewa, ni kule tu kutenganishwa na Mungu. Hata hapa duniani inaweza kuwa ni heri, kwa sababu kila siku shetani anakuhangaisha, si mara unaumwa, mara umeibiwa, una mali, umeshinda nimechoka. Haya maisha ni marefu, shetani anakuhangaisha. First Peter 5:8-11. Anazunguka anakuhangaisha. Na hivyo asimuhangaishe, lazima tukutane na Yesu ili ampatie namba. Kwa hiyo yetu hatuwezi. Ephesians 6:10-18 inatuambia tunaishi maisha ya vita. Kwa hiyo kuna heaven ambayo tuliona jana, na pia kuna nimesema judgment, heaven and hell. Wapi? Kama vile siku moja alikuwa anaanzia akasema ya kwamba pia kuna four things, the last things zinaitwa judgment, heaven and hell. So kila mmoja akamuuliza baba askofu, sasa hii hell inakaa aje? Askofu akamwambia, sasa utaniambia ukienda. Mungu ni upendo. Kanisa hili linafundisha kwamba kuna mtu ako heri, but it is our prayer ya kwamba tusifikirie kwamba haiko, kwa sababu tunataka kutenganisha kama hatufuati mafundisho ya Mungu, kwa kweli tutakuwa tuko ahera. Na inaweza kuanza hapa. That is the same way utabii heaven hata ukiwa hapa. Kama uko na Yesu uko mbinguni. You know about you enjoy, you see, hata kama kuna nini, shetani endelee kusumbua na muona na mwita Yesu, you can believe. And in fact, hell starts here on earth. Ile heaven inaanzia hapa duniani. So those are the four things. Kwa hiyo tuliona jana katika jana, na hakuja pale siku ya leo inakuka wangu those are souls kutoka kwa maana hizo souls they are destined for heaven. Sasa swali ni kwamba kwa nini hawajafika mbinguni? That's the question you are supposed to answer today. Kwa sababu tumesema there are four things, na hata hatujataja pale ambayo ni ya muhimu sana. Mwezi huu wote tunakumbuka wale ambao walituacha lakini hawajafika mbinguni. Kama tukiwa mtu wa Korea hatuwezi kuomba kwa sababu hizi watu kwa useless. But the point is, hiyo tunasema all souls. Tunasema all souls. Kwa sababu hatujui kama kuna mmoja Korea na hatutaki kuimagine. So tunasema we hope. There is a day of hope. Hata kama Mungu alifanya nini na akawa katika hali gani, we hope anaingia hii tena. Kwa sababu haina reverse. Lazima reverse. So it's our hope that all souls zitafika mbinguni. So what can make me and you tusiingie mbinguni